patakatifu pako. Baba, katika jina la Yesu nasema ni asante asubuhi ya leo Bwana, wewe ambaye umeunganisha kila mmoja mahali hapa Mfalme, ili Bwana jina lako likahimidiwe. Asubuhi ya leo Baba, tunanyenyekea mbele ya uwepo wako, tukilihimidi na kuliinua jina lako Mfalme. Bwana, tukisema umestahili sifa zote, hakuna Mungu mwingine wa kuabudiwa ila wewe. Wewe ambaye unastahili sifa zote, wewe ambaye umetukuka, umehimidiwa, umeinuliwa Bwana. Hakuna mwingine wa kulinganisha na wewe Mfalme ila wewe Bwana. Asubuhi ya leo Bwana, tumenyenyekea kwako Mfalme, tukiomba Baba ukutane na kila mmoja. Watu wako Baba wameingia mahali hapa wakiwa wanatarajia kutoka kwako Bwana. Tuko na imani kwako ya kwamba wewe uliyelipa gharama kuu uko pamoja na haja nasi. Unasema bado uko na nafasi Bwana ya kuturejesha, ya kutuinua Bwana, ya kutukomboa na kutuweka huru. Si jina lako lihimidiwe. Tunapoendelea kusikia kutoka kwako, ukatubariki Bwana. Mawazo yetu Bwana, mafikira yote twayaleta kwako Bwana, ili Mungu wa majeshi wewe upokee sifa. Tunasema ni asante kwa kuwa umeaminika. Katika jina la Yesu nimeomba na kuamini. Amen. Amen. Bwana wabariki sana wapendwa. Naomba tuweze kuketi. Waimbaji wetu na wapiga vyombo wale wako kule nyuma kwa mitambo, Bwana wabariki sana kwa kazi njema mnayoifanya. Kwa kweli kumtumikia Bwana hakuna hasara, na Bwana anajua kulipa na anajua ni mwaminifu. Nataka kukaribisha wale wote ambao wanatutazama katika mitandao yetu ya kijamii. Hapa ni Faith Harvest Juja. Naamini Bwana atakubariki unapoendelea kushiriki nazi. Kuna neno la wakati ambao Bwana ameandaa kwa ajili yako na mimi, na asubuhi ya leo utaweza kupokea kutoka kwa Bwana ambaye ni mwaminifu, yeye ambaye ameanzisha kazi iliyo njema ndani ya kila mmoja. Maandiko inasema yeye huwa anakuja kuikamilisha. Anapoanzisha jambo, yeye anakuwa mwaminifu kulikamilisha. Na kwa hivyo tuko na imani kuu ya kwamba kupitia hilo neno lake, sisi wote kazi ile aliyoanzisha atahitimisha kwa utukufu wa jina lake. Nataka kushukuru watumishi wa Bwana ambao walioko hapa. Wao ni bora zaidi kuniliko, lakini nashukuru Bwana kwa maana imempendeza siku ya leo nikaweza kusimama mbele yenu na kwa unyenyekevu niweze kulileta neno la Bwana kulingana na vile Roho wa Bwana atanielekeza, na ninaamini tutabarikiwa. Kwa niaba ya senior pastor pia namshukuru kwa kibali ambacho nimepokea. Jina la Bwana lipewe sifa. Tunaendelea na our series ambayo ni The Parables of our Lord Jesus Christ. Yesu alikuwa anaongea kupitia mifano, na ile mifano hata siku ya leo inatumika. Ningeomba kama wewe ni mwana youth, ibada yenu iko pale juu. Naona viongozi wenu wameweza kutoka. Tafadhali pengine unaweza kuwa huna habari, wako na ibada special pale juu, na itakuwa baraka ukiweza kuungana na wao. Na Bwana akubariki sana. Nilikuwa naongea kuhusu the parable ambazo Bwana alikuwa anaongea juu yake, na mingi zinatumika siku ya leo. Kwa maana neno la Bwana huwa ni neno la wakati. Yesu akatumia mifano. Tunajua the parables ni njia moja ambayo Yesu alikuwa anatumia ili kuleta hekima ya Mungu katika maisha ya mwanadamu. Na alikuwa wakati mwingi anafananisha mifano na mambo ambayo angependa tuweze kuyaelewa. Neno la Bwana huwa linasema ya kwamba hii habari imefunuliwa kwa wale ambao wanaonekana kama ni wajinga, wale ambao wanaonekana kama like the word of God has been revealed to those ambao wanaonekana kama wao maybe ni wanyonge. Katika maisha ya wanadamu wanaweza onekana kama ni wanyonge, lakini wale ambao wameweza kuelewa hii habari wanakuwa wao ndio wako na hekima. Maana mambo ya Bwana haijulikani ama hutaelewa kupitia ile the knowledge ambayo tuko nayo. Ni kweli mwanadamu huwa anasema mimi niko na masomo
na nimehitimu kiwango fulani. Sisi tunajua wale wamehitimu zaidi labda ni wale tunaita professors, wale wamefanya mashahada mingi, lakini unaweza pata bado hata wale wengi wao hawajaweza kufahamu hii hekima ya Bwana, na ukapata Bwana ataliviru ama atafununulia yule ambaye analiganishwa na kama mtoto, yule anaonekana kwa kiwango ya chini, yule ndiye Bwana anaweza kufunulia hii hekima yake, kwa maana Bwana hujifunua kwa watu wake kulingana na vile anapima roho yako na anaiona. Bwana huwa anaangalia udani wa roho zetu na anaona huyu mtu kweli amemaanisha kile anasema. Akikuangalia anaona ni kweli huyu mtu sio tu kusema kwa mdomo, bali hii mambo anayosema, yale mambo anayoyatenda hakika inatoka ndani yake na ananiheshimu kama Bwana na Mungu. Leo tutaenda kusoma the parable of the pearl. Ama tuite the pearl of great price. The pearl of great price. Nilikuwa naangalia pearl. Pearl ni kama kitu ya dhamana sana. Ni kitu inaonekana ni ambao ni kitu speciali, na nyakati kama za leo ukifikiria kitu ambao inasema ni speciali sana, labda tuseme dhahabu, ndio inaonekana ni kama kitu ya maana sana. Manake unajua wale ambao wako na dhahabu huwa wanaenda wanaziweka kule kwa benki na sinawasimamia. Ukiwa na dhahabu leo a few kgs, unaenda tu unaweka kwa banki na utapewa pesa bila kungangana. Ndio unaona nchi nyingi sinangangana kuwa na deposit ya dhahabu. Kama sasa Afrika, ile nchi iko na dhahabu mingi ni kule Burkina Faso. Nasikia wako na dhahabu mingi sana, to the extent wazungu na wale wengine wanaelewa, wanaona ni tishio Burkina Faso ikijiwekea dhahabu mingi, kwa maana they will be able to control the economy of the world, global economy. Ile uchumi wa nchi nyingi watakuwa wanaweza ni kama kucontrol, because ule ni utajiri. Hata Amerika wako na dhahabu mingi na watu wengi hiyo ndio jambo wanafanya. Kwa hivyo sasa ukiangalia the pearl, alikuwa anailinganisha na kitu ya dhamana sana, kitu ambayo ni ya dhamana sana. Na tutasoma maandiko ndio tuweze kuendelea. Mathayo 13 kuanzia 13, Mathayo 13 kuanzia hapo 45. Nitawasomea. Biblia inasema, tena ufalme wa mbinguni unafanana na mfanyi biashara aliyekuwa akitafuta lulu safi. Alipoipata lulu moja ya thamani kubwa, alikwenda akauza vyote alivyokuwa navyo akainunua. Yesu anasema ufalme wa Bwana ulikuwa unalinganishwa na kitu ya dhamana sana. Pearl inaitwa nimeona inaitwa lununu. Lulu safi, pearl. Yesu anasema ufalme wa Bwana unalinganishwa na hiyo lulu ambayo mfanyi biashara mmoja alitamani hiyo lulu sana, to the extent akaenda akauza kila kitu ndio aweze kupokea hiyo lulu. Lulu unaona ni kitu ya dhamana. Ni kama in those days, zile nyakati za siku zile, ukiwa na lulu ilikuwa inaonekana wewe ni mtu wa kiwango. Wewe uko mahali, si mahali pa kila mtu. You are in a prestige position. Mahali pametunukiwa heshima kubwa. Maana ile ilikuwa ni kama a jewel, kitu ya dhamana sana. Tumeona huyo mfanyi biashara, ukisikia anaitwa kwa Kiingereza wanaitwa merchants. Hawa ni watu wanakuaga na pesa mingi. Ni wale watu mnaona wako maybe in long distance. Ukiangalia na waonaga saa ingine kwa hii barabara ya North Rift, unaona malori inafuatana ya mtu mmoja, imeandikwa tu jina moja. Inaenda inasimama tu mahali pamoja. Unaona wamebadilisha hiyo town. Na ni lori za mtu mmoja, zimebeba utajiri wake ama mali zake. Wakikaa pale wanaweza kaa siku moja, maana maybe wanaenda safari fulani. Either wanaenda kule Sudan, wanaenda Kongo. Sasa unaona ile malori imefuatana hivi. Sasa tajiri kama yule, kuna kitu aliona. Yesu analiganisha na tajiri pengine kama yule. Kuna wengine wanaleta vitu kutoka nchi za ng'ambo,
inakuja na meli, unapata zile vitu zinakuja ikienda polepole. Juu meli huwa inatembea siku mingi, maana imebeba uzito, ndio inapitia kwenye bahari. Inaweza chukua mwezi mmoja kabla ifike, na zile vitu imebeba ni utajiri karibu wa the entire, maybe upate ni entire budget ya Kenya, lakini imebebwa na meli moja. Sasa mwenye hiyo meli, mtu kama yule ni tajiri mkubwa sana, maana ile pesa akonayo ni pesa ambayo anaweza gawia nchi na ikaweza kuaddress ile gap ambao wako nayo katika budget yao. Hiyo tunaita deficit. Unapata huyo mtu anaweza wapatia. Sasa huyo mtu akona ndiye aliona kuna utajiri mwingi alikuwa nayo, na akaangalia akaona kuna kitu ambacho sina, na hii kitu kina gharama kubwa, pengine kushida hata utajiri wake. So akaamua, mimi nitaenda kuuza utajiri wangu ndio niweze kununua ile dhahabu ama ile lulu ama ile jewel. Na alipofanya vile, Yesu alikuwa anajaribu kuonyesha utajiri, dhamana kubwa iliyo ndani ya ufalme wa Bwana, ya kwamba ufalme wa Mungu sio kitu unaweza tu kibiria na kuchukua vile, ni kitu kilicho na gharama kubwa sana. Yesu akawa anajipeana yeye kama mfano ambaye alikubali kulipia sisi ile gharama kubwa, ndio sisi tuweze kuaccess ama kupata ule utajiri ambao ulio kwenye ufalme wa Bwana. Wapendwa, hali ya kuokoka si jambo tu la kushika ama la kushukua kwa mzaha. Maandiko huwa inasema ya kwamba wakati mmoja hatukuwa watu, lakini kupitia neema ya Bwana tulibadilishwa. Wale ambao wamemjua Bwana tukapata ile nafasi na kibali ya kuokolewa. Kwa hivyo ile kitu wewe umejishikia kupitia wokovu ni kitu ya dhamana sana. Ndio unaona sio kila mtu anaweza kuwa na pesa mingi, anaweza kuwa na vyeo na mambo mengi ambayo yanaonekana ndio kila mwanadamu angetamani, lakini pengine unaweza mfuatilia upate hana amani. Kuna watu wanakuaga na hizo cheo na hali ambazo ni za kutamani sana, ukiangalia katika masho, na unaweza pata ule mtu usiku halali, ukienda anakuambia mimi nasubuliwa sijui na lungs. Sasa kama cheo na mali ile yako nayo ingekuwa inamsaidia, si unaona angekuwa amenunua hizo vitu, lakini anasubuka. Na Yesu tu ndiye ana uwezo wa kukupatia afya, wa kukupatia ile nguvu na hitaji. During the COVID-19, wakati wa hii hali ilikuwa ya COVID-19, tuliona watu wakitamani hewa ile ambayo tunafuruta, na ni mara nyingi tunaichukulia tu kwa msaha. Unakuta mtu anaona hewa ni kitu tu ya kawaida. Tuliona watu wakiimport gases, inawekwa kwa mitungi ndio mtu aweze agarau kusurvive. Lakini unaona ukipewa bill ya ile hewa, unashtuka, manake ni bill iko juu sana. Unaona hii ungeweza kugaramikia. Hii inakuonyesha baadhi ya vitu ambavyo Mungu ametupatia haziwezi kupimika na the parameters ambao wanadamu wanatumia. Maandiko inasema, and the Lord Jesus Christ, Yesu ndiye hupeana amani ambayo haina kipimo. You cannot be able to measure the peace. Yeye ndiye huwa anapeana amani ambayo haiwezi ikapimwa na mwanadamu. Amani, hewa kama hii tunafuruta, na ile the general well-being, unasikia wewe huna shida yote, Mungu anakupatia hiyo bure. Ni kwa nini? Kwa maana kuna mmoja aliyelipa gharama kubwa ambaye haigelipwa na mwanadamu. Wakati Bwana aliangalia ulimwengu, maandiko inasema kitabu cha John 3:16, jinsi hii Bwana akaupenda ulimwengu sana, akamtoa mwanae wa pekee, ili yeyote atakayemwamini aweze kukombolewa, aweze kupokea uzima. Bwana ndiye hupeana huo uzima. Uzima huwezi ukaununua kwa mali. Tunajua kuna watu ambao Mungu ameinua sana na mambo mingi, hata kifedha. Wengine pesa yao hata wameenda kuwekeza huko nje, lakini bado unapata kuna changamoto nyingi wanazosipitia. Hii mfano Yesu alitumia ni kama alikuwa anajaribu kuonyesha maono ya vile bingu iko. Ni kama unaliviliwa in advance. Bwana anafunua in advance ulimwengu ule, the kingdom of God inaweza liganishwa na nini. Na alijaribu kueleza mambo mingi. On Sunday tulifunzwa, alijaribu kueleza about the treasure. Ni kitu ya dhamana sana, sio kitu tu ya kuchukua hivi hivi. Tumeona akiliganisha na mbegu.
vile mpanzi anaenda anapanda kwenye mawe, mwingine kwa rotuba iliyo safi. Anajaribu tu kutufungua. Maana mnasema neno la Bwana linasema yale mambo ametuwekea, hakuna mwanadamu ameweza kuyatafakari, hakuna mtu ameona hiyo mambo. Kumaanisha huu ufalme, it is not something, sio kitu unaweza tosheleza kwenye mawazo yako. Mawazo ya mwanadamu ni dogo kufikiria hali ya ufalme. Na huwa kuna mhubiri mmoja nisikia akisema the Lord reveals to us. Bwana huwa anatufunulia, nilikuwa anasema in glimpses. Ni kama vile tu unaweza lala kidogo, unapata like a flash. Unaweza onyeshwa tu hali ambayo wewe hujaifikiria, na ni hali itakuasha na mshangao mkubwa. Unaona kitu labda hujaiona. Ufalme wa Mungu hauwezi ukaelezeka vizuri na mawazo yetu pasipo Bwana yeye mwenyewe kukusaidia. Ndio unasikia tunaambiwa wakati tunaomba kwenye roho, roho huwa anaelewa, the spirit, he is able to understand what is in store in the kingdom of God. Na ule tu ndio wakati ambao unapoomba ukiwa ndani ya roho, ndio utaweza kuaccess what has been stored for you. Maana kuna yale Mungu amepanga. Utaelewa namna gani mpendwa, kama huu ufalme umeliganishwa na kitu ya dhamana, ni kupitia wewe kuomba kupitia roho. Yesu akasema sitawaasha bure, nitawaashia ambaye atawasaidia, naye ni Roho wa Bwana, ili mnapojiunganisha na yeye apate nafasi ndani yenu. Wakati mnaomba, he will be able to align you with the kingdom. Yeye ndiye anaweza kuwaunganisha na hali ya mbingu, aweze kuwasaidia mkaweze kuelewa ni nini kinafanyika kule. Na ndio unaona wakati unaomba na uko kwenye roho na unaomba ukiliganisha na kile Bwana anapenda, inakuwaga ni rahisi sana kupata. Na ndio unaona wakati unaomba katika kwa roho, wakati mwingi hata mtu aliye jirani yako pengine hataweza kuelewa nini unaomba, kwa maana these are mysteries of the kingdom. Ni hali ambazo hasiwezi kueleweka tu na mawazo ya kawaida. Ni hali inahitaji uwe umejitenga na umeita Mungu na umejitakaza, ndio utakapoenda mbele za Bwana kupitia the spirit guide, unaweza kuaccess what is in the kingdom. Mungu ametuwekea mambo mingi, na mtu alisema mbingu ni kama poto. Kuna vile ukiomba, vile unaona unaingia mahali kuna network ya Safaricom. Ukienda katika nchi tuseme in the border areas, unaweza fika mahali unasikia simu inakwambia MTN Uganda, sijui Tanzania. So unakuta hii simu inabadilika, ina access ile network ambayo iko very strong mahali pale. Ama hata hii ya Safaricom, ukiwa na line ya Airtel, umeweka Airtel, hata ukijaribu kupiga Safaricom haiwezi ka access juu haina ile network yake. The same with the kingdom of God. Kama you are not tuned in the spirit, hata wakati unaomba unaweza kuwa ni kama unapiga makelele. Lazima uwe umekuwa tuned na the spirit of the Lord, ndio akusaidie ni nini hii unaombea, ni nini hii unahitaji, Bwana akusaidie. Wakati mwingine tunapoomba, sijui kama experience wakati unaomba, labda umeenda kupiga magoti, unataka kuombea jambo fulani, wakati utasikia umezama, unaanza kusikia kile ulikuwa umeenda kuomba umewachana nayo, na unaweza hata wekwa mzigo ya kuombea jambo lingine. Hata si ajabu ukute unaombea kitu moja almost like 5 minutes continuously, na hata huelewi kabisa unaomba, lakini Mungu Roho wa Bwana amekwambia this is what I want you to deal with. Unapoombea hilo jambo, mara nyingi unaweza kuta pengine umeambiwa mzigo wa kuombea hata nchi, ama kuombea watu, kuombea kanisa, na unapoendelea kuomba ile hali, mambo yako nayo kuna ile Mungu ana address. Kuna ile mambo yako inashughulikiwa na Bwana. Kwa maana unaona Yesu ndiye ametupatia hiyo nguvu kupitia Roho Mtakatifu, ya kwamba utakapokuwa unaomba anakudirect how to pray. Na ndio unaona hali ya ufalme wa Mungu wapendwa, ni hali ambayo tukitafakari kwa mawazo yetu pengine inaweza kuwa gumu, lakini inatuashiria kuona hii ni hali iliyo nzuri sana. Ni kitu ambacho tumeahidiwa, kitu ya maana sana. Mfanyabiashara inaliganishwa na yule mtu ambaye amejitoa. Unaona anauza vitu yake vyote ndio aweze kununua ile kitu ya dhamana. Inaliganishwa na the commitment, ile hali ya kujitoa katika kazi ya kumfanyia Bwana.
Unaona, hali ya kujitoa katika kufanyia Bwana ni hali inagharimu wewe maisha yako, mawazo yako yote. Inagharimu wakati mwingine rasilimali zako. Unajikuta kama ni mtu pengine, juzi nimeona tuko na for example hii project tunafanya. Si ati watu pengine uko na pesa mingi, lakini unaona unasema I want to go an extra mile ili nisimame na kazi ya Mungu. Unaanza kusema kazi ya Mungu haiwezi kuaibika. Mimi nikiwa nimekaa hapa. Ndio unaona mtu anajitoa, anakuja anapagusa kama ni viti. Anasema mimi ningependa watu wakuja wakalie viti safi. Maana sitalipwa, lakini najua kile ninafanya ni kujitoa. Kwa ajili ni gharama, mimi mwenyewe nataka kujiaraini kulipa gharama ili nijiunganishe na kuattract ile network ya kingdom. Network ya kingdom iko na kuna zile strategy ama kuna zile njia unafaa kutumia, ile mikakati unafaa kufanya ndio uweze kuaccess hiyo network. Leo asubuhi nikipita kwa barabara, nimeona vijana, unaona tu mtu labda ameamka anafanya mazoezi, ako na tracksuit wanakimbia. Na ukiangalia hawa si wana sport wale tunajua, because unaona mwingine ni kitabu imetoka, unaona huyu kweli anaenda kushindana na Faith Kipyegon. Ukimwangalia tu na unaona hapana, huyu ni mafuta inamsumbua. Lakini ameamka anakimbia tu kwa barabara, na haendi sana, anafika kama pale anarudi. Sasa ule ni international athlete. Sasa ukiangalia unaona mtu kama yule kuna kitu tu inamsumbua. Imagine hiyo masaa ameamka, lakini hawezi kuja kanisani kama hapa. Ama aende mahali yako kuna kanisa iko allowed hapo. Because within our estate kuna makanisa mingi. Yaani yeye hajadhamani hiyo kitu. Haoni nini mnaenda. Hata atakuuliza sasa wewe umeamka hii masaa yote unaenda kanisani kukaa kusikiza. Wewe umefunuliwa. Wewe umepata mkakati moja wa kumjua Bwana. Maana anasema wale nitafutao wataniona. Ukiendelea kumtafuta Bwana, wapendwa, huwezi ukaaibika. Na kuna maandiko iliyo katika kitabu cha Psalms 69 hapo 6. Tutasoma hiyo maandiko ndio tusikie vile Bwana anasema tujiriganisha na huyu merchant. Merchant si unaona ni mtu yeye ameamua akasema mimi vile nitafanya, nitauza anything to ensure I access, nihakikishe nimeweza kununua hii lulu. 69 ningependa kusoma pia kwa Kiswahili. 6 nasema wanaokugoja wewe wasiaibishwe kwa ajili yangu, Bwana Mungu wa majeshi, wanaokutafuta wewe wasifedheheshwe kwa ajili yangu, Mungu wa Israeli. Unaona wale wanaomtafuta. Hii ni neno la Bwana linasema wanaonitafuta, wanaokugoja. Kuna hali ya kugoja Bwana. Kugoja Bwana hutamgoja tu vile unagojeaga matatu pale Supermetro unasimama hapo. Ukisikia mtu anamgoja Bwana, huyu ni mtu akona mambo amejinyima. Amejiweka hata saa nyingine kando ya mambo mingi ambayo ingekuwa inamdistract. Anasema mimi nitaenda kumgoja Bwana. Ndio mtu anauliza kwa nini tuko na prayer mountains? Manake pale hauna distraction. Pale ni mahali unaenda unazima simu yako, watu wanakutafuta siku mbili, wale wako karibu na wewe labda wanajua umeenda, ndio wasiripoti kwa polisi umepotea. Lakini wewe unajua mahali huko ni mahali umeenda labda kumgojea Bwana. Ukiwa pale, ile ni hali ya kumgoja Bwana. Kuna mtu mwingine kumgoja Bwana ni njia nyingi, sio tu kwenda kwa mlimani. Unaweza kuwa kuna jambo umekuwa ukiomba na unajua hii jambo haijatimia, na huu labda ni mwaka wa pili, lakini bado imani yako inasema ninamgoja Bwana. Hii ndio hali ya kuwa patient. Tuliona mtu kama Sara aligojea Bwana miaka hiyo yote, na baadaye Mungu alionekana. Tukaona mtu kama Hana akigoja Bwana. Hana alikuwa analia, lakini anajua Mungu anaweza kuja. Mpaka bwana yake anamwambia, si mimi ninakutosha, si kile ninakupeaga hata inatosha kuliko labda hiyo machozi, lakini yeye anajua mimi nitamgoja huyu Bwana. Na wapendwa, tuliona matunda ya kule kumgoja Bwana. Ndio neno la Bwana likasema wanao kugoja wewe wasiaibishwe. Wale wote humgojea Bwana hawezi akaibishwa. Huyu si Mungu wa kuaibisha watu kama unamgoja. Wale ambao huaibika ni wale ambao wanasema wanamgoja Bwana, lakini wako na mbinu zingine wanajaribu ili kuaccelerate ama to speeden a certain activity. Unakuta ile kuaccelerate, unataka mambo ifanyike kwa haraka. Wewe uko na ka solution. Unaona mtu ameweka biashara pale, anataka inuke kama ya jirani yake ama zile aliona. Anaona mwaka moja hii biashara ninaenda polepole. Unaweza
kuwa na ile temptation. Na adui huwa anakuja kwa ile kitu unatamani sana. Kwambia si ni biashara tu, si ungeingia hapa na kuna mahali ungepewa kitu na wewe ufanye. Anything the enemy will give you, kile adui anakupatia kina gharama pia. Utapewa na certain conditions. Kuna ile tumikakati utaambiwa lazima ufanye. Ndio unaona katika ulimwengu watu wanakimbia, hata kwa mtu anaenda kwa mganga, unakaa pale unaitishwa kuku ya black, unaambiwa na ukuje na mkia sijui wa nini. Sasa hizo vitu unaenda kutafuta. Then ukipenda pale, hata pesa wanapelekanga, wengine wanapeleka pesa. Mahali unaingia ni kwa makaratasi, unaingia ndani na unataka atio, sijaingia msiniulize, lakini research ziko na utaweza tu kujua hiyo mambo kama wewe unajaribu kuunderstand. Sasa unakuta yule mtu ameenda kudanganywa. Zile vitu unaenda kudanganywa pale, hakuna vile utatoka hapo na ushuhuda yoyote. Kuanzia hapo ni kama umefunga biashara yako, umefunga kazi yako, umefunga kile ulikuwa unatarajia, na utaanza mateso, maana umeinua madhabahu ya kukumaliza. Ile ni madhabahu itamaliza jamii, itamaliza mambo mingi yako. Lakini umeona yule naye aigoja Bwana, akasema hata liwe liwalo, mimi nitafunga biashara, kama ni wakati wa kwenda maombi nitaenda maombi, kwa maana bado ninamgoja huyu Bwana. Kuna vile Mungu atafanya, na yeye huelewa nini anaweza kufanya wakati wake unapofika, na hutaaibika. Biblia inasema wanaokugoja wasiaibishwe kwa ajili yangu, Bwana Mungu wa majeshi. Wanaokutafuta pia, wale wanamgoja na kumtafuta Bwana. So ni ugoje Bwana na pia uwe unamtafuta. Usikae tu pale useme. Hali ya kumtafuta Bwana, wapendwa, ni hali ya kujitoa kufanya kazi ya Bwana. Ni hali ya kuomba, ni hali ya kusoma maandiko, ni hali ya kutenda wema, ni hali ya kuondoa chuki katika roho yako. Usikue na store ndani ya moyo wako ambao umefungia, ka store kako closed, na kifungua wewe ndio umefungia mahali unajuanga hii huwa natoa. Sasa hii nataka kuonyesha mimi niko na hasira. Hii huwa nafungulia wakati mtu anakuja mbele yangu ananiongelesha vibaya. So unakuta mtu ndani yake kuna ka store ameweka kale ambaye hakuna mtu anajua. The Bible says the Lord is able to search deep within our hearts. So Mungu anaweza kuangalia, Roho wa Bwana huwa anaangalia. Na pengine ndio wakati unaenda kuomba, unakuta wewe unang'ang'ana kuomba, unajiuliza sisikii nikiwa na breakthrough. Unajua kuna store hujafungua. Fungua ile ka store, mwambie hata huko ingia, fagia, toa hiyo uchafu yote. Na Mungu ni mwaminifu. Unapomwambia hivyo ataingia ndani, afungue, aoshe, utakasike, na uwe mtu ambaye anaweza access network. Kuna mahali nilikuwa nafanya kazi wakati moja kule Garissa, na hakukuwa na network. Tunapanda tunangoja ka network kanakuja kamoja, sijui ka Airtel. Sasa ile unasema hello, upepo ndio hiyo, unasikia kameenda. Sasa na umegoja hapo 1 hour, ulikuwa una shida ukifanya kababe hivi. Unajua hizi simu hazikuwa za maybe touch, tulikuwa na ile ingine. Sasa unagoja unakaweka hata hivi ka access network. Haiwezi access because the environment ambayo huko haina ile tunasema good soil, haina si hospitable vizuri, ama si mahali pana attract the network. The same with the network ya Mungu. Na network nikitumia tu natumia ikiwa mfano. Mungu hata network, labda network inaweza kuwa ni our terms, lakini natumia tu ule mfano mtu anaweza kuelewa ya kwamba for you to be tuned to the spirit ya Mungu, ndio uweze kuaccess Mungu na njia ambayo inastahili, ni kupitia wewe kujiunganisha na yeye. Na wapendwa, acha niwaambie, unapojiunganisha na Mungu kuna mambo mingi utakuwa unasubuana nayo, because Mungu atakuwa anakusaidia kuyaelewa kwa ubali. Utakuwa unasikia uko na amani. Ni kama unaombea jambo sana, alafu unasikia Mungu tu amekupea amani. Ile kitu unawashana nayo, amekwambia have addressed that one, go for something else. Ukisikia kuna amani na kuna kitu umekuwa ukiombea, si wewe ujue Mungu ameishughulikia. Waache kusita ukingangana. At the right time atafanya ndio iwe ushuhuda. Akitenda watu watashuhudia, waseme kweli huyu mtu anamgoja Bwana. Mimi nilikuwa nasikia tu vile our bishop alikuwa anafanya, the founder of this ministry. Yeye ni mtu alikuwa na huo hali ya kugoja. Kwa nasikia he could pray for something even 10 years. Unaona tu anaomba, wewe unafikiria aliwachana kitu, but eventually after kugoja Mungu anapokea. Hata nimewaisikia hizo shuhuda mingi that he could wait, pray over something now and then, lakini baadaye unakuta Mungu amejibu. Si wapendwa, mnaona tuko ina foundation.
ambayo imezoea kugojea huyu Mungu, foundation ambayo inajua ni vyema kumgoja Bwana na kumgojea na kuomba patiently and earnestly. Tunaambiwa we pray without ceasing, bila kushoka, bila kusikia kama unakufa moyo, maana the destiny ambayo unaombea iko tu hapo karibu. Na hapo baadaye nitaonyesha vile mtu wakati mwingine unachoka when you are almost about to experience your breakthrough. Kwa hivyo wapendwa, ni vizuri tuelewe hayo mambo. Na huyu mfanyabiashara unaona yeye sasa ameamua to pay the sacrifice. Ameamua tu mimi nitalipa gharama. That is like how we should be committed before our God. Tuwe watu ambao wamejitoa kwa Bwana. Na tukisoma Mathayo 10:28 ndiki tutawekewa hapo. Matthew 10:28. Hawa ni wanafunzi wa Yesu. Walikuwa wanaulizana, huyu ni Peter. Petro akaanza kumwambia, tazama sisi tumeacha vyote tukakufuata wewe. Petro amekuwa na Yesu, wanatembea na Yesu, yeye ni one of the disciples. Lakini ameanza kuuliza Yesu, wewe tuangalie. Sisi tumeacha kila kitu tukaanza kukufuata. Anataka kujua kama siku ya leo ungeuliza mtu, nimeona betting has been all over. Na ile pia ni spirit ya kuconsume mali ya watu. Betting is not something so good. Najua makampuni ya betting wakisikia watasema huyo mhubiri anasema nini, lakini kusema ukweli, betting is also another angle. Adui anaweza leta na akamaliza mali yako. Mimi nimeona watu ambao wamefanya betting, mtu amefilisika mpaka unafika mahali unaanza kuwa na ile depression, because unaenda unachukua hata 50,000 ati utakula 250, unawekelea pale. Sijui anasema, nasikia kadege. Na mimi nilikuwa naenda kunyolewa na huyo kinyozi, nilikuwa namwambia acha na hii maneno, because yeye mkikakana kwambia acha nikaangalie, naona ni kama kanakula. Sasa nikamuuliza nini kadege, najua hii kadege kakienda hivi, najaribu kunieleza. Wakati mwingine unaweza fungua internet, unaona hiyo kitu kana advertise. Sasa ile ni hali ya kunyang'anya wewe mali. Na vijana ni vizuri waelewe ya kwamba these are schemes of the enemy to cause frustration. Unaona kijana ameenda ameuza kuku ya mama yake, ati anaenda kubet. Mama anashindwa kuku imeenda wapi, na wewe haoni kama wewe ni mlevi. Kumbe hajui wewe unaenda kubet. Kukaa ile shoka ya kukata kuni umeenda umeuza. Unakuta umemaliza hata sufuria, kila kitu kwa nyumba. Na watu hawakususpect because haonekani wewe labda hukunywi pombe, ati watasema unaenda unauza unakunywa pombe. Lakini wanashindwa vitu inaenda wapi. Kumbe kuna roho imekukamata ambao ni ya kumaliza vitu. So Petro naye anauliza Yesu, ni kama anamuuliza, sasa wewe tumewekelea kwako, sisi tutafaidika na nini? Hiyo ndio maswali anauliza Yesu. Anamwambia Petro, akaanza kumwambia, tazama sisi tumeacha vyote tukakufuata wewe. Hiyo verse nyingine 29 inasema 29, Yesu akasema, amini nawaambieni hakuna mtu aliyeacha nyumba. Watu walikuwa wanaasha manyumba. Watu wanaasha nyumba, au ndugu waume, your brother, au ndugu wake, your sister, mama, your mother, your father, au baba, au watoto, au mashamba kwa ajili yangu na kwa ajili ya Injili. Kwa hivyo hii mambo haijaanza leo. Unaweza washa vyote kwa ajili ya Bwana. Hii kuasha ni kumaanisha, inajaribu kumaanisha how you can give the Lord preference of everything that you have. Ati hata ndugu yako hawezi akafanya wewe umwashe Yesu. Ule utajiri ambao mashamba unajua inasimamia utajiri, haiwezi ikafanya uashe Yesu. Au ukiangalia watoto, they could be dear to you, ama bibi yako, ama awe your own parent. These are people. Aitumia huu mfano akijaribu kuonyesha how close people can be to you. Yani you can decide to sacrifice, to say for the sake of Christ, kuna mambo sitashughulikia kwa ajili ya Yesu. Na akasema kwa ajili yangu, for the sake of Christ, na kwa ajili ya Injili, and for the sake of the kingdom, for the sake of the gospel. There are things we can sacrifice, wapendwa. Kuna mambo unaweza sema, mimi sitakula hata chakula, nitakaa siku 2 ama siku 3, kulingana na vile Roho wa Bwana atakusaidia. Useme nimekula sana ama nimekuwa nikifanya hiyo jambo, lakini nitajitenga. Mimi niumie moyo wangu na mwili wangu, niumie kwa ajili ya ufalme,
niombe kama ni kuomba, nililie Bwana abadilishe hali fulani. Pengine hata hao watu nasikia wakitajwa hapo, hakuna mtu atajua. Labda hapo kwa mashamba unasema nitafunga hiyo kazi siku 2-3 kwa ajili ya huu ufalme. Unasema mimi kama ni huko wanasema wanaenda, hata mimi nitakuwa huko, nitaenda mpaka huko kwa ajili ya ufalme. Nitafunga kama ni kazi yangu, kama ni biashara, niende huko nigaramike. Nitachukua mali yangu kwa ajili ya ufalme, niende nipeleke. Hayo ndio njia ambayo tunaweza tumia, mfano kama wa leo, ya kuonyesha vile unaweza sacrifice, unaweza lipa gharama. Wapendwa, hii ufalme uko na gharama. Usifikirie mambo itakuja hivi hivi. Watu wengine tunaona kama Mungu amewasaidia sana. Ukisikia hadithi zile wamefanya, nimeona watumishi wengi wa Mungu, na ukisikia ile gharama mtu amelipa, unaona huyu mtu kweli amejinyima kwa hii hali ya Mungu. Amejinyima sana, amelipa gharama zaidi. Our bishop used to ask, alikuwa anaulizanga, wewe ukipatiwa 100 million, kesho utakuja kanisani. Inamaanisha ukipata utajiri mkubwa, si wewe utasahau Mungu. Na ni kweli watu wanaweza wakafanya vile. Inaweza fanyika, unakuta umeingizwa kwa hiyo temptation. Hutafanya hiyo kazi. Unasema mimi nimewachana, acha kwanza niende nikajipiga raha Mombasa, nikae wiki 2. Ukitoka huko unaanza kuona situgeenda hata Zanzibar. Maybe unaanza kuona sasa utapatikana kanisani after 6 months. Tukikuuliza ulikuwa wapi, pesa hata imeisha. Unaanza kutuambia unajua sijui nini, shetani alikuja. Shetani alikuja namna gani? Ni wewe. Sasa unaanza kulaumu shetani. Unajua pastor, hata nataka uniombee. Ni nini? Unajua hii mambo hata sitaka kuiongea. Ongea, si wewe ndio ulienda. Ongea tu na uombe Mungu akusaidie. Yaani unaona mtu sasa amejiingiza. Na ukimuuliza husuni ni ya nini, nakwambia mimi hata sikuwa najua. Nilienda tu nikajikuta. Unajua nilikuwa nimeuza shamba. Sasa nikaenda tu nikasema nikunywe kikombe ya supu. Kumbe ukikunywa kikombe ya supu you had another motive. Na mahali ulikuwa unakunywa hiyo supu ulikuwa umejifisha. Mbona hugeita bibi yako mwende mkakunywe supu? Na umwambie, kuna mzee mmoja aliniambia, alikuwa ananiambia ni mkali. Ati huyo mzee akiuza ng'ombe zake, anaendaga na mama, ati anamwambia nimeuza ng'ombe, nataka unipatie budget ya nyumbani, unipatie budget ya watoto. Ni nini mnataka yote? Mzee anahesabiwa. Anasema hii pesa chukua yote, ndio hiyo. Ile imebaki ati mzee anasema acha na mimi niende. Juu akirudi hata rudi na kitu. Na hataki kuulizwa pesa ilienda wapi. Okay, inaweza onekana labda amejipanga kidogo vizuri, juu anajua labda atapoteza, lakini wewe ambao umeokoka, siwekelee kila kitu pengine kwa meza, mgawe vizuri, na hata kama unaenda na hapo una hiyo kidogo, unaweza enda pamoja, ndio iwe baraka kwa kwenu, na mshukuru Bwana. So Yesu akawa akiulizwa, na sisi tukimaacha hii mali yote itakuwa namna gani? Verse 30 inasema buto the verse 30, anawajibu, ila atapewa mara 100. There will be 100% reward. Hii kazi unafanyia Mungu, Biblia inasema utalipwa mara 100 hapa wakati huu. Unasikia? Ila atapewa mara 100 sasa wakati huu. Pastor huwa anasema mara mingi Mungu yani huwezi ukamfanyia Mungu, hana deni ya mtu. Bwana hana deni yako. Kama wewe unapagusanga viti for example, na nimetumia hiyo tu kama mfano. Kama wewe pengine unaenda pale Unitas kuhubiri, utalipwa wakati huu mara 100. Maandiko inasema utalipwa mara 100, kwa maana umepeleka injili kwa niaba ya Yesu. So utalipwa mara 100. Na hiyo neno inasema, ni vizuri kusikia vile neno inasema, ila atapewa mara 100 sasa wakati huu. Nyumba pia utapewa. Kama uliwasha nyumba, utapewa pia nyumba. Na ndugu waume, na ndugu wake, na mama, na watoto, na mashamba, pamoja na udhia, na katika ulimwengu ujao uzima wa milele. Unasikia? Because of now going an extra mile for the kingdom. Kwa maana wewe umelipa gharama, ukaenda zaidi kwa ajili ya ufalme. Utalipwa hapa mara 100, lakini pia kuna kile umewekewa kule, kuna uzima wa milele. See, it is better to invest in the kingdom of God. Si kuna faida. Huyo mtu alifikiria kununua hiyo lulu. He thought, let me invest in this pearl. Because tumeona pearl inaliganishwa na huo ufalme wa Mungu. Na tumeona it is better
we invest in the kingdom of God because hakuna hasara. Nothing can be superior. Hakuna kitu kinaweza kuwa ya maana kushida ufalme wa Mungu. So hizi vitu zingine hapo umesikia udhia, hapo ndio inafanya watu kidogo wanachanganyikiwa. Udhia ni persecution. Pia kutakuwa na persecution. Kuna hali zitakuwa ambazo unaona hii imekuja. Umeshida hapa, umelala hapa kwa kesha. Kama wewe pengine huku umepata rent, ulikuwa unaamini Mungu na ulikuwa unaomba. Sasa ile unatoka kwa maombi, unapata kufuli 3 kwa mlango. These are persecution. Isikufuje moyo. Si umeamini Mungu na labda amekupatia hakikisho nitaigilia hiyo hali. Pengine Mungu mahali huko labda hata anataka ufike mahali uchoke na hiyo nyumba. Labda kuna ingine iliyo nzuri. Na pengine area huko wewe unang'ang'ana sana maybe kuomba, labda kuna environment imeshafuliwa na pengine kuna mahali utaenda kukutana na Mungu. Kwa hivyo persecutions zinaweza kuwa mahali pale. Unaona kama ni kanisa imeinukiwa, wakati watu wanafikiria kuna breakthrough, mkifikiria revival inakuja, mnapata kuna masheria zimewekwa. These are persecutions. Ni mambo ambayo itawekwa. Unajua adui lazima ajaribu kufrustrate what you are doing. The intention of them that are righteous. Unakuta kuna hizo persecution. So verse ya mwisho inasema hapo 30, I think 31. Hebu enda hiyo 31. Hapo tu Marko hiyo 31. Lakini wengi walio kwanza watakuwa wa mwisho na wa mwisho watakuwa wa kwanza. Ni Bwana tu aliye na uwezo. Kunao unaona kama walikuwa wa kwanza, lakini kuna wakati itafika wale ambao wamemngoja Bwana watatolewa nyuma wapelekwe kule mbele. Wale walikuwa kule mbele warudishwe nyuma. Na hiyo ni neno la Bwana linasema. Kwa hivyo kuna hali ya kugoja huyu Mungu na kujua ni nini anahitaji katika maisha yako. Kwa maana ni yeye atakutoa kule nyuma akuweke kule mbele. Neno la Bwana linasema ni yeye huandaa meza. Tunakula pamoja na wafalme. Meza inaandaliwa, anakutoa kwenye mavumbi. Huyu Mungu ako na uwezo. Neno lake linasema ana uwezo wa kukutoa kwenye mavumbi, akufanye uketi pamoja na wafalme, akuandalie meza pamoja na wafalme. Watu wengine pengine saa hii unaweza shangaa hii hali inaweza kuwa namna gani. Lakini neno linasema alikuwa tu anaambia wanafunzi wake baada ya kulipa mara 100 na kule mbele utawekewa ufalme. Pia anaendelea na kusisitiza lakini wengi, akasema wengi waliokuwa nyuma, wale waliokuwa wa kwanza watarudishwa nyuma na wale walikuwa nyuma watawekwa mbele. Si wapendwa, afadhali kuinvest in the kingdom of God, maana kuna hali iliyo nzuri. Katika maandiko kuna watu wengi ambao walipata huu ufunuo. Tunaweza sema ilikuwa in the Old Testament, lakini walikuwa na ule ufunuo wa kujua afadhali nilipe gharama, kwa maana kwa Mungu hakuna hasara. In the kingdom of God there is no loss. If you partake with the kingdom na ufanye mambo ya ufalme, hakuna hasara hata kidogo. Na kuna watu ambao walifanya hiyo kazi wakiwa na ile tunaweza ita zeal, ile amemaanisha mimi nafanyia Mungu haya mambo. Na mateso utakuwa na mateso, lakini kama umemaanisha unajikuta wewe utakuwa kule mbele. Ukisoma kitabu cha Wahibrania, ningependa tufunguliwe Hebrew 11. Utakuta kuna watu ambao we call fathers of faith, wengine walipitia hali gumu, na wale watu walingangana na wakaamini huyu Bwana na hawakuaibika. Ukisoma hapo Wahibrania 26 inasema akihesabu ya kuwa kushutumiwa kwake Kristo ni utajiri mkuu kuliko hazina za Misri, kwa kuwa aliyatazamia hayo malipo. Unaona, watu walilipa gharama, wakaona ni afadhali kushutumiwa kwa ajili ya Kristo. Watu wanalipa gharama. Wakati Musa alikuwa anasaliwa, Biblia inasema kulikuwa ni kama kumewekwa there was a declaration. Mfalme alikuwa ametangaza mtoto yote anasaliwa akiwa wa kijana. Wale wakuga wakiona mtoto kijana wanamuua. Wakati Musa anasaliwa, mama yake ilibidi kuna gharama fulani alilipa. Because Musa katika yale maandiko ya kale tunaona akitumika kama mkombozi. Na Biblia inasema ya kwamba wakati Musa alisaliwa, mama yake aliona sina option, nitalipa gharama. Akaweka Musa kwa kikapu,
akamweka kwa maji. Akasema, Mungu, I have done my part, I leave the rest to you. Simpendwa, utamani kufanya your part, washie Mungu hiyo ingine. Ulipe gharama, how you can be able to do it, you pay the price, then washie Mungu hiyo ingine. Wakati aliweka mtoto wake kwenye maji, Biblia inasema because of the price she paid, the sacrifice she made, ni kama Mungu alikuwa anamwambia, go ahead my sister, go ahead my daughter, whatever you are about to do, the sacrifice you are about to pay, you are about to meet your destiny. Ile gharama unalipa kubwa katika ufalme wa Bwana, hatima yako inakuanga hapo mbele. Alipofanya vile, the daughter of the king, msichana wa mfalme, naye akawa anatamani sana. Akipita akaona, akasikia sauti ya mtoto. Kuangalia hata anasema this could be kijana wa one of the Hebrew mothers. Na akachukua yule mtoto. Unaona Mungu ameanza take over because the mother sacrificed. Na kusudi la Bwana haliwezi likazuiliwa. Ilikuwa ni kusudi la Bwana. Musa asaliwa wakati ule kulikuwa na hiyo hali ya oppression, hali ya kufinyiliwa. Lakini mama yake hakukata kauli. Aliweka Musa hapo na akasema, I leave everything to you God. Ni vizuri kulipa gharama na uambie Mungu, mimi nimelipa gharama Bwana, lakini nimekuashia yote. When you leave everything to God, your destiny will start there. Si unaona mama amesema, pale kwenye bahari pengine kuna mamba, mtoto anaweza kuliwa, anaweza zama kwenye maji, lakini the mother hawezi akaua mtoto. Ule mtoto hakuuawa, alimweka hapo. Siku hizi tunaona wasichana wengine wameenda hivyo, mtu amepata mimba anazaa mtoto alafu anamweka kwa choo. Unatupa mtoto, unaua. Kutoka hapo unaanza kukosa amani, kwa maana ile damu inaanza kulia na unasikia ndani yako kuna hukumu kubwa, na uwezi ukapata amani mpaka pengine kuwe na msaada mkubwa sana wa Mungu ambao unapitia ukombozi na mambo kama yale. Lakini kwa nini ufanye yale? Unaona Musa kulikuwa na hali watoto wote wauawe, lakini yeye mama yake alipofanya hivyo, destiny ikaanza pale ya Musa. Akalelewa kwenye ikulu ya mfalme, akakaa pale. But ikafika wakati Musa akasikia watu wetu wanahangaishwa kule, wanataabika. Ni kama Mungu ameanza kumsaidia kuelewa, si kukuinua kwa ajili ya hapa. Mpendwa, kuna kiwango Mungu anaweza kupeleka, na ni vizuri wakati uko sensitive, unaanza kujua this was not my destination. Bado nilikuwa kuna mahali naenda. Na ukishajua hivyo, utakuwa bado unaambia Mungu, nisaidie nilipe gharama ingine. It was not easy for Moses. Aashe ikulu na state of the art zile zilikuwa kule, aende akapigane kule jagwani. Unaona Musa naye analipa gharama for the 40 years akakaa in the wilderness akimgoja huyu Mungu. Amewacha vyote, amewacha ikulu. Mtoto amelelewa na naitwa ni kama mtoto wa the daughter to the king. Si unaona he had every privilege, lakini naye aliamua kulipa gharama. Kupitia kule kuamua kulipa gharama, leo imenakiliwa kwenye maandiko how Moses the servant of the Lord alitumika kuleta ukombozi mkubwa kwa wana wa Israeli, na akafanya makusudi ya Bwana yatimike. Ni wakati gani mpendwa wewe utajizuilia kulipa gharama na unazuilia kusudi la Bwana litimike? Watu ni wengi ambao waliamua, mimi nitalipa gharama ili kusudi la Bwana litimike. Na tukifanya yale mapendwa, tutaona vile Mungu atakuwa mwaminifu. Ukisoma hapo chini, because ile kupasifia, unajua ile kukaa hapo ukiwa na hali ya 2027, ukipasifia sana, ukikaa hapo ni kama wewe unaamua. Ile perseverance, kuna masho itafungua ambayo si ya kimwili. You will start seeing things that are in the spirit. Perseverance will open doors to what is invisible. Ile mambo ambayo haionekani na mwili, because you have persevered so much for the things of the kingdom, itafungua masho na utaanza kuona mambo ambayo ni ya kiungu. 27 ilikuwa inasema ya kwamba kwa imani akatoka Misri asiogope ghadhabu ya mfalme, maana alistahimili kama amuonaye yeye asionekana. Unaona, he is seeing what is not visible in the eyes. Aliamua, mimi nitatoka, maana kwa mawazo yangu na kwa kile mimi Mungu amenisaidia, ni kama kuna kitu kinanisukuma. Ndio unaona hata Mungu anajitukuza na yeye, anamtumia kufanya miujiza mingi. Musa hakuwa anaweza kuongea vizuri, lakini bado Bwana alionekana. Twende verse kama 34 hapo,
the same. Hii inaelezea baadhi ya gharama watu walilipa. Kama inasemekana walizima nguvu za moto, waliokoka na makali ya upanga. Watu kama Meshach, Shadrach and Abednego, they decided to pay greater price. Wakasima nguvu za moto. Wakati walisema hata kama Mungu hautatuokoa, we are determined because we know even if you don't deliver us, we still know you are God. Tunajua bado wewe ni Mungu hata kama hutatuokoa. Ile kauli waliamua ikasima miali ya moto. They were seen walking inside the fire. Ile na kupitia ile they attracted the presence of God. Na ndio unasikia watu wanasema the fourth man in the fire. Yule mtu wa nne ambaye alionekana kule. Yesu alikuja akawaambia, mashujaa wangu, nimeona hamuwezi kukubali imani yenu nyinyi kuna kile mnaamini. At the invisible mliamini, nimekuja. Miali ya moto ikazimwa. Biblia inasema wengine wakakatwa kwa upanga mara 2. Walitiwa nguvu baada ya kuwa dhaifu. Walikuwa hodari katika vita, wakikimbiza majeshi ya wageni. They escaped the edge and survived. Their weakness, ule udhaifu ukafanyika kuwa nguvu. Ndio unaona akina Petro wanapigwa, wanafungiwa in the inner cell. Wakiwa pale, what they believe, wanasema we are determined to this place. Wewe hata tuweke the inner shaba kabisa. Juzi tumeenda prison na tuliona kuna main gate. Tunaenda tunafunguliwa ile mlango ingine, mnakaa hapo. Kuna sasa kuile kufunguliwa, mnaingia ndani, mnaona wafungwa kule wako, na bado kuna wafungwa wamefungiwa kwa hizo manyumba. Unaona mtu anashughulia kwa waya hivi. So you can see the extent. Sasa mtu kama huyu ako huko ndani, na sijui kama huko ndani labda kuna kingine kamefungwa kabla atoke hapa nje, na saa hiyo umemchapa. Anaona ni kama hawezi amka, lakini akiwa pale anaanza kuiba, anaanza kuworship. Sio mtu kuna kitu anajua ambao ni kama kichaa, ukifikiria na mawazo. Wanaanza kuworship the Lord. Na usiku wa manane, Bwana anatokea. Mlango inaanza kufunguka yenyewe. Iron doors zinaanza kufunguka. Mpaka mlisi anauliza ni nini, ana panic, anataka kujitoa uhai. Wanamwambia hold on brother, sisi hatutoroki, unataka kuokoka. Wanamuombea, wanaenda tu pole pole, because ni Mungu amedhihirisha. That is the people we are talking about, how they paid great price. Wengine they were powerful in battle and looted their enemies. Yani wenye nguvu ya kufukuza majeshi ya wageni. Unaona, watu walifanya mambo makubwa. Tuliona wamama wanaletewa watoto wao waliokuwa wamekufa, wanaletewa wakiwa hai, because there are people and there are men who paid sacrifices. Tukiendelea 35 inasema wanawake walipokea wafu wao waliofufuliwa, lakini wengine waliumizwa vibaya hata kuuawa wasikubali ukombozi. Kuna walisema hata tuuawe sisi hatujali, hata hatutaki utukomboe. What we believe in we cannot change. Waliamua hivyo. Mtu mmoja ni kama Stephen wakati alikuwa anapigwa na mawe, watu wanaona sasa huyu ako karibu ku give up, atageuka. Anawaambia hata mkinipiga na mawe. Kumbe he knew the invisible will emerge. Wakati anapigwa na mawe, akiwa pale, yeye anaangalia bigu, hata anasema wasamehe Bwana. Anaona bigu imefunguka, anaona Bwana akiwa amekalia kwenye kiti cha uzima. Wapendwa, unaona ile gharama watu walilipa ilikuwa gharama kubwa. Ndio na sisi hatuwezi kurudi nyuma. Ila ni kuambia Mungu, wewe ambao sisi ulikuwa hata umetuondolea ile mateso, he became our sin. Akateswa kwa ajili yetu, ambaye hakuwa na dhambi. Yeye aliteswa kwa ajili yangu na wewe. Ndio today we can say salvation has come to our doorstep. Salvation imekuja kwetu. 35 inasema 36. Hiyo 36 inasema wengine walijaribiwa kwa dhihaka na mapigo, naam, kwa mafungo na kwa kutiwa gerezani. Si tumeona wale walitiwa gerezani, but they could never give up. 37 hapo 37 tuendelee. Walipigwa kwa mawe, walikatwa kwa misumeno. Wewe unajua misumeno ile inachonga mawe, mtu anapigiliwa kichwa. Lakini anasema ile ninajua ni kuiba hosana hosana. Walijaribiwa, aliuawa kwa upanga.
They pioneered what we are enjoying today. This is the kind of sacrifice they paid. Walisunguka wakifaa ngozi za kondoo na ngozi za mbuzi. Walikuwa wahitaji, wakiteswa, wakitendwa mabaya. Yaani zile ngozi wanafalishwa ni njia tu ya aibu. Ni kama uko naked unachapwa, mgongo labda iko wazi, unaenda ukichapwa. Ni hali ya kuteswa na kuonyeshwa wewe haufai na haustahili. 38 inasema watu ambao ulimwengu haukustahili kuwa nao. They almost became people you cannot even want to be associated with. Because ukijulikana wewe mnatembea na Paulo, jioni unafamiwa. Ukijulikana wewe ni kama ulionekana. Uliona hata Peter anaulizwa, wewe si unafanana na yule mtu? Anaanza kusema hapana. Na ukanimagine Peter walikuwa anatembea na Yesu, alikuwa ameona mambo mingi, lakini anasema sio mimi. Haukustahili kuwa na wao. Walikuwa wakisunguka katika nyika na katika milima na katika mapango na katika mashimo ya nchi. They could hide in graves, in caves, in holes. Wengine wanajifisha, maana wanajaribu kutoroka. Hii hali ilikuwa baya kiwango ya kwamba there was nowhere kulikuwa na amani. Na hii yote wanafanyiwa, waonekana kana watabadilika. Lakini wanasema kile tunaamini alifufuka na yeye ndiye tunafuata. They were seeing what was not visible in their eyes. Wapendwa, sisi Mungu ametupatia roho wa Bwana. We can be able to know that there are things that are invisible. Kuna mambo hayawezi yakaonekana na macho, lakini tukipursue through righteousness and faithfulness before God, unakuta yale mambo tunaweza kuyapokea. Mambo yetu yanakuwa na ile uwepesi. Bwana anaweza kuigilia. 39 inasema hapo 39, na watu hao wote wakisha kushuhudiwa kwa sababu ya imani yao, hawakuipokea ahadi. Even after all this, wale watu hawakupewa prize. Bado hawakupokea zawadi. Si unajua mtu anakimbia ndio apokee zawadi. Kama ni umekuwa mshindi ama kama kuna mashindano fulani, kuna ile zawadi utapewa. Hawa bado hawakupewa. Kwa nini? Bwana alikuwa anagoja sisi. Biblia inasema hapo 40, na I think ndio fasi ya mwisho, kwa kuwa Mungu alikuwa ametangulia kutuwekea sisi kitu kilicho bora, ili wao wasikamilishiwe pasipo sisi. Imagine Mungu aligoja ati sisi sasa tutakapokuwa watu faithful before God, tulipe gharama ile tunahitajika. Wakati akina Musa watakuwa wanalainishwa hapo, akina Elijah, wewe ndio ulifunga mbingu miaka 3, akina Musa, akina Joshua, wewe ndio ulitumika kubomoa Jericho, akina Paul wakilainishwa kule mbingu, wewe utakuwa hapo, unahesabiwa na wao. Unaambiwa hata huyu nyakati zao, maana kulikuwa na neema ya Yesu, alikuwa sijui anafanyia Mungu kazi hii. Yeye ndiye alienda kuombea watu kule prison, yeye ndiye alienda kupagusa viti. Yaani unahesabiwa na wale watu. Ile kazi ulifanya, ukiangaliwa hivi unaonekana hata wewe uko na taji. Taji yako inamemeta. Watu wanaangalia wanasema, kumbe hata huyu kijana, oh, you did a good job. Because wale wakati wao hakukuwa na neema ile tuko nayo. We are in the days of grace. Neema ile tuko nayo ambayo Bwana Yesu amepeana, ni kupitia hiyo neema imefanya mambo yetu yawe wepesi. Ndio unaona tunaambiwa, though your sins could have been red as scarlet, Bwana anaweza akaibadilisha na unatakasika, unakuwa mwepesi, mweupe kama pamba. Unaweza kuwa umepitia hali nyingine ambazo haziwezi zikaeleweka, lakini utakapojua huyu Mungu na uamini kwa roho yako ya kwamba Yesu ni Bwana, umpatie nafasi aje maishani mwako, anaweza kubadilisha ile hali yote. Historia inawekwa kando, unafunguliwa a new chapter. Unaanza kujua huyu Mungu na kusema Yesu ni Bwana. Kuanzia hapo unaanza kufuata njia zake, aidha kupitia kusoma maandiko, kumtafuta kwa maombi, kwa unyenyekevu, hali ya kumfuata huyu Mungu, naye anaendelea kukufunulia siri zake, anaendelea kuonyesha njia, anaendelea kushika mkono, kwa maana ile kazi atakuwa ameanzisha saa hiyo, yeye ni mwaminifu kuikamilisha. Neno la Bwana linasema yeye huwa mwaminifu kukamilisha kile ameanzisha. Kwa hivyo wapendwa, kama wewe uliingia katika hiyo hali, ukajuana na huyu Mungu, usikate kauli. Pale mbele kunayo zawadi, na kuna wengine wanakaa wanagoja. Wanauliza, mimi sijui kama wanaulizaga Mungu, na tumekaa sana, wanaambiwa hold on. Kuna wengine nagoja, kuna wengine bado tunagoja. Na hiyo ndio kile kitu unasikia tunaambiwa uzima wa milele.
there is something that is precious that has been in store for us, ambayo tutapewa wakati tutakamilika na kusemekana tumekuwa shujaa, tumeshinda. Wapendwa, what price are you willing to pay? Ni nini inakuzuilia wewe kulipa hiyo gharama? Ni nini inakuzuilia kulipa hiyo gharama? Kwa nini uwe na store? Ile ka store nimwambia kako ndani ya roho, ambao umefungia tu vitu, kanafanyanga saa ingine chuki inainuka, kanafanyanga saa ingine wifu inainuka, hasira, kana kupatia saa ingine uzembe. Unaanza kusema leo sijisikii, nimeamuka sijui nini. Unaanza kusikia mimi nimefanya hiyo kazi sana, sioni kama hata kuna malipo. Ni hiyo kastoka ameanza kufunguka, kako na moshi kanatoanga. You need to ask the Lord akuondolee hiyo, aoshe kabisa ndani yako kuwe hakina kitu kama hiyo. Aanza kudeposit ile inasema though today I don't have, I know I am rich. Ile inaanza kusema although nasikia kama mimi ni mnyonge, najua niko na nguvu. Inaanza kuongea negative ya the situation ambao unapitia. Na hii yote inaweza ikatokana na ile neema Bwana anaweza akatupatia. Yeye ako na haja na sisi. Usiseme Bwana hako na haja na wewe. Ako na haja na wewe. Ndiposa anasema jinsi hii Bwana akaupenda ulimwengu, akaona nitatoa mwanae wa pekee, the sacrificial love, akamtoa ndio wewe na mimi tuweze kupatikana. Tumeona hao mitume ambao walitagulia, walifanya kazi nzuri, lakini ukiangalia kuna malipo. Walipitia changamoto ni kweli, lakini baadaye they emerged as victorious. Hata kuna mahali ati Paulo wakati alijulikana amebadilika na anaanza kuongea habari za Yesu, hata ilibidi afishwe, akarushiwa kwenye ukuta ndio asipatikane. Sasa hiyo alikuwa hata amepigwa na wanamfisha. Hadi unaona huyu mtu, si unaweza ukajiuliza huyu mtu ndiye alikuwa ana sacrifice, anaua makanisa, anahangaisha, lakini all of a sudden amekuwa na an encounter with God na amebadilishwa na akaanza kuwa mfuasi wa Yesu. Na tunaona ile mambo alifanya mingi. Mpaka wakati anakufa anasema mimi I have done everything. I have fought my battle. I have finished the race. Unaona huyo mtu anasikia sina kitu yoyote nimebakisha. Nimefanya kile kilikuwa nimeitiwa. Kila mtu wapendwa, you have a great destiny. Kuna ile Mungu ameweka ndani yako. Wacha kujilinganisha na mtu mwingine. Everybody has their own destiny. The Lord has deposited a purpose in your life. Kuna ile kusudi Bwana ameweka ndani yako, na hii kusudi anaangalia utaitimiza lini. Ndio unasikia tunapewa parables ya ile watu walipewa, the servants wale walipatiwa, mmoja akapewa 1 talent, mwingine 2 talent, mwingine 5. Inaonyesha tu viwango. Bwana anaweza akakuaminia the 2 talent, mwingine 1 talent. Kile kinatofautisha ni kwamba hiyo yako umepewa moja. What are you doing with that 1 talent? Kama unajua tu maybe unasikia wewe you are an intercessor, wewe pengine kulead worship sana, ama hata unasikia labda uwezi kuhubiri, so you do what you are called to do na hiyo talent yako. Kama neema yako unasikia ni ya utumishi, pengine to serve in the church, like maybe anasha, si ufanyie hiyo uendelee kufanyia hiyo the talent you have been given, because the measure itakuwa hiyo. The kingdom of God is not measured by how maybe popular we are. It's not measured by the number of people maybe ambao wanakufuatia. The measurement and the parameters is the faithfulness we have before God. Ule uaminifu ulio nao ndani ya Bwana. Hiyo ndio kitu ambayo utakuwa unapimiwa. Unaona mtu kama Joseph. Joseph is willing to pay every price. Ndugu zake wanachukua koti moja, anaweza you not give up. Wanamuuza na anaenda danganya baba yake. Hata amekuliwa na simba, hii ndio ile koti. Koti ya pili tena inachukuliwa na Potiphar. Bado wanang'ang'ana. Kumbe after 17 years, maana yeye amekuwa persistence na hajaashiria ati destiny yake iagamiswe na mateso ambayo anapitia. He stood faithful. Na siku ya leo tunaweza soma several chapters za Joseph, how he conquered, how his faithfulness ended up to bear fruits. Na siku ya leo hali ya Joseph, hata ukiambia vijana, unawaambia there's nothing you have seen, because you unaona ni mtu ameteseka, ndugu zake wamemuuza, they want to sacrifice him. Na baba yake anaingia na husuni, anajua mtoto aliuawa. Kule ameenda kwa Potiphar, he is tempted, lakini unaona bado akona kitu inamwambia, this is not what I saw. I saw them bowing before me, wakininamia. Alikuwa anajua the destiny was calling him. Hatima yake ilikuwa inamwambia, this is not where I wanted you to be. Wapendwa, the greater the sacrifice you will pay,
your destiny is in the next door. Unalipa gharama kubwa hapo. Unaona gharama ilifika. Kufukuzwa kwa Potiphar sio ajabu. Amewekwa in the prison. Prison inaonekana iko na kiwango tena ya hali ya juu. Kumbe pale the destiny was beckoning. So we need to know that, am I willing to do like that merchant, to pay greater sacrifice, to acquire the pearl, to acquire that kingdom, to be aligned and connected with the kingdom of God? Nataka tuweze kusimama. Tuambie Bwana tusaidie. Tusikufe moyo kwa ajili ya gharama kadhaa tunalipa. Wakati mwingine watu wanafujika moyo. When you are almost to realize your destiny, unakuta mtu anainua mikono, anajisahau, anaanza kurudi nyuma. Inakuwa ni hasara kubwa. Umekuwa hapa unakuja kesha kila siku, lakini itafika mahali juu give up small challenges. Ulikuwa sijui na a few challenges. Wamama wa kanisa hawakukuja kwangu, wazee hawakuniongelesha, mayuthi ni kama waliniashiria. Ile ni kitu ya kufanya, unaanza give up. Unaanza kusema hata pesa yangu nasikia ilitolewa, ni kama kuna mtu alichukua 1,000. Hiyo inakufanya sasa wewe unaanza kurudi nyuma na kuona haufai, unajidharau. Juu baba yako amesema wewe siona kama nitakupatia shamba hapa. Unaanza kufikiria umedharauliwa. Si waambie have something that is great. The kingdom of God. One paid sacrifice. Kuna mmoja alilipa gharama kubwa kwa ajili yangu, na kupitia imani ya kuamini huyu ambaye alilipa gharama kubwa, mimi najua nitahesabika, mimi najua nitapatikana. Wapendwa, situende mbele za Bwana. We ask our Lord, tuulize Bwana, wewe ulilipa gharama kuu hivi, mimi nitalipa nini? Ndio huu ufalme wako. Maana tumeona, tumewekewa. Kuna wengine walilipa gharama kubwa kushinda sisi, lakini bado hawajapewa zawadi. Tunagojewa. Ni nini utasimamisha mbele za Bwana? Si angalau uwe na kitu naweza ambia Bwana, hii inasimamisha mbele zako Bwana, ili uweze kunihurumia na kunirehemu. Nisaidie Bwana, nilipe gharama kwa ajili ya ufalme wako. Maana Bwana, wewe sio mtu, wewe sio mwanadamu Bwana ati utakopeshwa na ukule deni Bwana, na kusiwe hakuna malipo. Wewe ni Mungu aliye mwaminifu. Umejulikana Bwana kwa kuaward, kwa kuliward those who seek thee, O King of glory, diligent. Bwana, wale wanaokutazamia, wale wanakugoja kwa imani, wewe ni Mungu amejulikana. Unalipa gharama Bwana wa majeshi. Ndiposa Baba tumekuja mbele zako asubuhi ya leo Bwana, tukiamua kwa kauli, we are willing, our God, to pay sacrifice. We are willing to go an extra mile, O God, in thy kingdom, to the glory and honor of your holy name. Bwana, tusaidie huyu mama aweze kukata tamaa. Bwana akiangalia ati alizaa watoto na sasa anaona ni kama hawajafika mahali alikuwa anatamani. Mzee anakufa moyo mpaka Bwana anaingiwa na magonjwa ambayo Bwana hana tiba mengine, inamsubua. Ni kwa maana Bwana amejiweka mizigo, anaona amefika mwisho. Bwana unasema njooni kwangu nyinyi wote mliolemewa na mizigo, mimi ni mwepesi na nira yangu ni nyepesi. Nililipa gharama jinsi hii Bwana, ukaupenda ulimwengu ukamtoa mwanao wa pekee, ili yote atakaye kuamini Bwana, atafanya tukombolewe, akafanya tuweze kupokea uzima wa milele. Bwana, situsaidie tusikufe moyo when we are almost our God to experience our destiny. Tumeona mitume, manabii, watu wakuu uliotumia Bwana, ambao wamenekiwa kwa maandiko. Hata wengine waliamua nitawashana na hii hali ili nipasu the greater conviction, nipasu what is invisible. Shekabaganda. Wengine walisema I will forego the immediate for the ultimate, the immediate for the ultimate, what is temporal for what is permanent. In the mighty name of the Lord, Ramashandaba. Oh my God, we plead for mercy. Shakabaganda. We are pleading for mercy, our God. Shebahanda. Have mercy on us, our God, and we shall prevail against challenges, and we shall prevail against darkness, oh God, so that we don't become ashamed in
the mighty name of the Lord. Bwana, tusiaibishe kazi yako kwa ajili ya udhaifu. Tusiaibishe kazi yako Bwana kwa maana tumekata tamaa, bali tusimame tuwe wajasiri. Si tumeona wengi Bwana hata waliishi kwenye mapango, waliishi kwenye mashimo, wengine walikatwa kwa upanga, wengine walitupwa kwa moto, na Bwana wakazima miali ya moto. This is our desire today, our God, that you are going to help us, oh, to be faithful to the greater calling in the mighty name of the Lord. Bwana, tusaidie tuwe waaminifu kwenye huu mto ambao ni mkuu, the greater commission, our God, so that in the end, our Father, we shall be counted faithful. We want to worship you and to honor you, our God. Bwana, tunakushukuru tukilihimidi jina lako, kwa maana utatusaidia kuwa waaminifu, na ili fadhili na rehema zako ambao Bwana umeachilia siwe msaada kwetu Bwana, hata kutusaidia kufikia kile hakionekani kwa macho, what is invisible. Oh God, that we shall forego the immediate for what is ultimate. We humble before you, our Master. Bwana, tunanyenyekea kwako kila mmoja. Mungu, wewe Bwana unaona kwenye siri, unajua zile gharama watu wako Bwana wamekuwa wakilipa, wengine wamekuwa wakijinyima sana kwa ajili ya kazi yako Bwana, isiaibike. Ninakuomba siku ya leo Bwana, wewe ambaye huona kwenye siri Bwana, ukawakumbuke. Si unasema utawabariki kwenye uwazi, watu wote washuhudie, waone matendo yako Mungu. Si Bwana ukumbuke hizi jamii ambazo zimejifinya, ukumbuke hao wapendwa Bwana ambao wamelipa gharama kubwa kwa ajili ya ufalme wako. Oh God, they will not be ashamed. We plead for your mercy. Wakumbuke Bwana, wainue, fungulia wengi milango Bwana, wale ambao mambo yao imekwama, na Bwana ni jama adui anatumia to frustrate their agenda, to frustrate their effort. Oh God, we break every chain the enemy has been putting along your people in the mighty name of the Lord. Waliofungwa Bwana uwafungue, waliowekwa gereza Baba wawe huru katika jina la Yesu. Bwana, wacha watu wako washuhudie ufalme wako hapa, maana umetuambia hapa Bwana utatulipa mara 100, na zaidi ya yote Bwana tutaongezewa uzima wa milele. Si Mungu ashuhudie wema wako hapa katika ufalme huu Bwana, na ufalme ujao wasiaibike. Tunasema ni asante, ni kwa maana wewe Bwana utatimiza. Tunaombea nchi Bwana, tunaikabidhi kwako Baba, tunakabidhi nchi ya Kenya mbele zako. Tunajua kuna hatima wewe umekusudia hii nchi, hatima ya nchi Bwana, it will not be aborted. The destiny of our nation will not be aborted. Hatima ya nchi Bwana haitaangamizwa na adui. Kenya will live to realize her potential in the mighty name of the Lord. Kila Mungu umekusudia Bwana kitatimia. Ikilia viongozi wa kila tabaka Bwana, wasaidie kukuogopa Bwana, kwa maana wakijua wewe ni Mungu, kuna mambo wataasha ambayo inaleta uchungu, ambayo inaleta majozi, ambayo inaleta hali za kutatanisha, umwagikaji wa damu isiyokuwa na hatia Bwana, uharibifu wa mali na kuweka watu wako kwenye uchungu. Bwana, si uingilie ili wengi wabadilishe. Wewe ndiye uliye na uwezo kubadilisha Bwana roho ya mfalme. Ninaomba Baba siku ya leo kuanze kuwa na mabadiliko katika ulimwengu wa kiroho, katika nchi, kwa maana Bwana umetupatia platform, nafasi tunaweza tukakulilia. Ukasema jinsi hii wewe ukaupenda ulimwengu, ulifungua milango, ulitufungulia nafasi ya kukuita Bwana. Wakati pasua lilikatika mara 2 Bwana, hili ilikuwa nafasi utupatia ili tunapokuita wewe unatenda. Si Bwana ukumbuke watoto ambao wanaachwa wakiwa mayatima. Bwana ukumbuke vijana ambao wanaangamizwa. Ukumbuke Bwana wazee na wamama ambao wanalia wakiona machozi, wakiona Bwana vile
vile watoto wao wanaangamizwa. Baba, badilisha hii hali, upeane amani Bwana, utupee mwelekeo ili mapenzi na makusudi yako yatimie. Naombea kanisa Bwana kwa ujumla. Bwana, upatie kanisa ushindi na nguvu. Bwana, tunaposimama kunena neno lako, unadhihirika kwa njia iliyo kuu, kwa maana neno lako Bwana hahitaji kutetewa, bali neno lako likitimiza mambo makubwa yanatendeka. Siku ya leo Bwana ni zile nyakati zilizotabiriwa Bwana, ya kwamba mambo makubwa yatatendeka tutakapoamini. Milima itaondolewa Bwana, wafu watafunguliwa. Siku hizi ndio hizo nyakati, and we plead and declare our God that these are the last days that were prophesied our God, and we declare my Father that we are humble to be counted among these days. How we desire, vile Bwana tunatamani hizi nyakati Bwana, udhihirisha mapenzi yako kwa njia iliyo kuu, na ili wengi waweze kukombolewa na hata kuokolewa. Hata mji wa Juja Bwana, tunatangaza amani yako. Ubadilisha wanafunzi wengi ambao wanaishi mahali hapa Bwana, na pia wenyeji waweze kukujua na kukimbilia Bwana, wewe uliye msaada wa kweli. Tunasema ni asante, kwa maana Bwana umetenda. Baraka zako Baba ziwe juu ya watu wako, uwainue na wafungulie milango Bwana, wasiwe Bwana wakung'ang'ana. Bwana, fungua milango, ile vikwazo vimewekwa na adui, wewe ni mwaminifu. Wapatie ushindi ili waweze kutoa ushuhuda, nalo jina lako lizidi kutukuzwa. Tunaomba Baba hayo tukiamini umeyasikia Bwana. Pia nakushukuru watumishi wako Bwana, wasini pastor wa Reverend Bwana, mahali waliko Baba, watie neema yako. Endelea Baba kuwapigania na kuwainua. Wewe ni mwaminifu, uonekane ukiwa mwema. Katika jina la Yesu tumeomba na kuamini, amen. Sijui kama tuko na mtu aliye mahali pale na unasema ningependa kuokoka. Kama uko hapo, ile gharama iliyolipa ya wokovu ni kubwa, na mimi ningependa urudilie haya maombi nyuma yangu, na naamini Bwana atakusaidia. Sema: Bwana Yesu, mimi ni mwenye dhambi, nimekuja mbele zako, ninaomba unisamehe dhambi zangu zote, unitakase, na kuanzia siku ya leo Baba unifanye kiumbe kipya, niweze kukutumikia na kwenda na mienendo yako. Kuanzia dakika hii nimeokoka. Amen, amen. Bwana wabariki sana na watende mema. Pastor, Bwana wabariki sana na watende mema. Hallelujah. Let's appreciate the Lord because of the servant of the Lord. Even as we speak a word of blessing upon his life, just open your mouth, because the Lord has used the servant to us. Ambia Bwana, ongezea mtumishi wako neema, ewe Bwana. Muinue katika viwango vingine, ewe Bwana. Mzidishie hekima yako, ukamuinue kwa ajili ya kazi yako, pamoja na jamii yake, ewe Bwana. Atembee katika mataifa akikutangaza wewe, ewe Bwana, na ukuu wako, na katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen and amen. Tunaweza pata vitu vyetu kwa kifupi, tupokee matangazo kwa kifupi, kisha tukamilishe ibada. Kama kuna mtu aliye karibu na wewe, msalimie, mwambie umefanya vizuri kuhudhuria ibada katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Na matangazo mafupi kwa kifupi tu, na tangazo la kwanza ni kwamba vile ambavyo tuliweza kutangaziwa tarehe 28 hadi 31 mwezi wa 8 tuko na conference yetu in August 28th to 31st of August. We have our conference, and we've been challenged and to continue challenging us. Tuendelee katika uombezi, tuendelee katika kujipanga, even prayerfully, kile ambacho tutaweza kusimama nacho katika conference hiyo ambayo haiko mbali. Bwana Yesu asiwe sana. Amen. Pia mwezi ujao wa 7 tarehe 11 na 12 tuko na Ruiru Sub County Weekend Challenge pamoja na KSCF. Kweli? Pale Ruiru Devki Secondary School. Kwa hivyo itakuwa pale. We are also challenged to continue preparing in prayer, or even trusting God that we'll be able to stretch our hands towards supporting the same. Na kujiandikisha pia mchungaji Gabriel, tujiandikishe kwa ajili ya kazi. Tujiandikishe pia kwa ajili ya kusaidiana kazi ya Bwana. Kama vile ambavyo tumekuwa tukitoka nje tunaenda kusaidiana, vivyo hivyo tujiandikishe
tusichoke kwa ajili ya kutenda wema. Unaweza kutamani kuwa mwalimu, kuweza kuenda kujibu yale maswali, jiandikishe tarehe 11 na 12. Tutakuwepo pale Ruiru Devki Secondary School, na Bwana ataweza kutubariki na kututenda mema. This coming Friday ni tarehe 4, if I'm not wrong. Tarehe 4, this coming Friday we have an outreach program hapa nje Juja, at our usual place, mahali wa tunakuwa na street worship. Tutakuwepo nayo this coming Friday. So we call upon all of us tuungane pamoja katika kutoka nje na kupeleka injili ya Bwana, ambayo ndio kazi kubwa ambayo Bwana aliweza kutuachia. Na tukifanya hivyo, Bwana atakuwa Bwana atatubariki. Katika ibada ya pili tutaweza kuwa tunapewa siku ambazo rasmi tutajiunga pamoja for the purposes of prayer and fasting, even for the upcoming Ruiru Sub-County Weekend Challenge, ili tuende nje tukiwa tumejiandaa, tusije tukawa wale wana wa Skefa ambao walienda bila wisdom. Kwa hivyo katika ibada ya pili tutapewa rasmi siku kadhaa ambazo tutaweza kwenda mbele zake Bwana for prayer and fasting. Tunaweza kusimama katika miguu yetu ili tukamilishe ibada yetu, na Bwana atatubariki. Asanteni sana kwa kuhudhuria ibada ya kwanza. Bwana atubariki na tutende mema. Tunaingia moja kwa moja katika ibada ya pili. And now may the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. And maybe just before we step out, kunaye mtu ambaye amekuja na pledge and ready to redeem the pledge. Kabla tuondoke, kuweke katika majaribu ya kwenda kufanya shopping na hiyo pesa. Anybody? Tuipokee. Kunaye ambaye amekuja ready to redeem pledge. Naweza kuonyesha kwa ishara ya mkono. Hallelujah. Tunaweza kuipokea. Asante sana. Wacha tupokee hii pesa ya kazi ya Bwana, ili Bwana aweze kutukuka. Amen. Na wale ambao bado tunaendelea kumwaminia Bwana, the Lord shall provide. Hallelujah. Amen and amen. 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 Church, let's stretch our hands towards the servants of the Lord. We pray for them even as we trust God to be